Imepita, tumeenda hivyo. Sasa wiki iliyopita nilikuwa nimetoka mahala mlimani, nimerudi, nikashangaa ndani ya majira kama ya saa 8 nikakuta gari kali wanapiga honi pale getini. Kufungua geti ni gari moja kali mno, range, anaingia ndani. Asema, Bwana, nimefuatilia injili yako na mikutano unayoifanya, nimevutiwa na wewe, nahitaji kufanya kazi na wewe. Kaambia okay, nashukuru. Ni mchungaji pia naye. Kwa hiyo akasema, nilikuwa nimeandaa gari yangu kwa ajili ya matangazo. Hiyo gari ninaitoa rasmi kwa ajili ya kukusaidia popote utakapokwenda kuhubiri. Gari yangu ninaitoa. Nitatoa gari bure, vyombo bure, mafuta bure. Kutano wote kokote utakako kwenda nitakubeba. Kwa hiyo nikawa nimemshukuru. Asante, Mungu akubariki. Nikaona kama ni jambo la baraka. Nadhani hata mzee wangu Masini anaelewa, nishampigia rasimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini cha ajabu, wakati naendelea kuzungumza naye, nilikuta ameanza kulia kwa kiwango cha juu. Akapiga magoti, akawa ananipatia sadaka mkononi mwangu. Nilisikia sauti hapo hapo, hiyo sadaka usichukue. Zilikuwa ni pesa nyingi. Nikakataa ile sadaka, ngambia hapana, kwa mazungumzo haya sadaka nitachukua kwa wakati mwingine. Nikamwambia sadaka ya kutoa vyombo na gari inatosha, hii pesa ya mkononi usinipe. Kwa hiyo akapiga magoti, akawa analia, ile sadaka kaweka chini. Niliogopa hata kumwekea mkono. Kwa hiyo akawa nimeomba, akasimama, kaondoka na zile pesa. Nikamsindikiza katoka. Nilikuwa naendelea kuliombea nipate ufumbuzi. Na nilikuwa nimeandaa kama mikutano yangu 3 mwaka huu nitakayoifanya. Kwa nikawa nimeona kama ni jambo jepesi, kwamba kokote nitakakokwenda nitatumia hii gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usiku wa leo, wakati ya askofu ametuambia tukaombe, naingia kanisani, naingia kuomba, nikakuta sukuma kuombea juu ya mikutano nitakayoifanya. Wakati naendelea kuomba, ghafla nikashangaa yule mtu amekuja na ile gari ile aliyokuja nayo. Alipofika mahala ambapo nipo, ilionekana niko msituni ninaomba, alafu amenifuata kule msituni na ile gari. Akaniambia, Steve, nimekuja kuhusu mipango tuliyopanga. Ninaona askofu wako amekupa maelekezo ya kuniharibia kazi mimi na wewe. Nikamwambia, askofu, mbona hajaongea chochote? Akasema, ulikuwa unaombea nini? Ananiambia hivyo, kwamba ulikuwa unaombea nini? Akasema, nilikuwa naombea ile mikutano ambayo tutaifanya. Akasema, naona kuna kitu nataka kubadilika, naomba uniamini. Nikashtuka kwenye ndoto kule. Akasema, kwa nini amegunduaje kwamba askofu ametuambia tuombee hili? Ghafla nageuka kuangalia ile gari, nikakuta ni jeneza. Ile gari ni jeneza kubwa. Kwa hiyo nikashtuka, mbona ile sio gari? Akasema, ushukuru askofu aliyoambia mkaombe na umeombea hili. Tulikuwa na mpango wa kuimaliza huduma yako. Nikatoka ile eneo kwenye ndoto, nikawa namuacha narudi nyumbani. Akasema, Steve, ushukuru askofu wako amekupa maarifa ya kuomba. Tena kuhakikishia huduma yako tulikuwa tunaitafuta, na siko peke yangu, tuko wengi. Akawa anapanda gari anaondoka kwa hasira. Nikashtuka. Mungu abariki sana. Asante sana. Kuna wangapi? Nyosha mikono mliobakia tuone. 1, 2